tunapozungumzia mikono tunazungumzia uhai, na ninaenda kuomba kwa ajili ya mikono. Mikono, kwa nini niseme naombea mikono? Ninajua mikono ni uhai, mikono ni mamlaka. Na wewe uliyala kitandani, amka. Nataka ufanye na mimi hili zoezi leo. Nitaomba mkono wako wa kushoto, nitaomba mkono wako wa kulia, na nitakapoomba kuna jambo litatokea, na litakapotokea hili jambo, kuna mtu ataenda kesho kutoa ushuhuda kanisani, lakini kuna mtu atapiga simu, lakini pia kuna mtu ninaona atataka tukae nieleze kwa nini nimepata ufunuo huu. Haleluya. Ufunuo huu ni ufunuo kutoka kwa Mungu, na hakuna daktari anaweza kumtibu mtu kama ana mikono. Nataka nishughulike na wewe leo, changamoto yoyote unayopitia, matatizo tunayopitia, utaomba na mimi. Ukiwa umenyanyua mkono nitakao kupa maelekezo, nataka nikwambie kuna jambo linaenda kutokea, na hili jambo linaloenda kutokea, utasahau historia ya mapito uliyowahi kupitia, utasahau historia ya magonjwa uliyowahi kuyaona. Ninazungumza na wewe nikiwa na ujasiri mkubwa, kwa sababu ninamjua Mungu aliyenituma kwa ajili ya hili somo. Nazungumza na wewe nikiwa na nguvu kubwa, kwa sababu ninajua kuna kitu kinaenda kuzaliwa kwako. Roho ya maumivu, roho ya madeni endelevu, hivi vitu vinatokana na mikono, kwa sababu mikono ndiyo iliyobeba hatima ya mtu. Hata ukienda benki kukopa fedha, kama hauna mali, hauna biashara, hauna mikono huwezi kupewa. Watajiuliza maswali, atawezaje kufanya kazi? Biashara yako imekufa, hauna watoto, una kiwanja hujajenga, una nyumba haijaisha. Nataka nikueleze, Mungu anaenda kufanya kitu kipi baada ya maombi ya siri iliyobebwa kwenye mikono. Mikono ni chombo cha kukusanya baraka. Mikono ni chombo kilichobeba uhalali wa kukumilikisha mali. Mikono ndiyo iliyobeba hatima ya ndoa. Mikono ndiyo iliyobeba hatima ya kila kitu kwenye maisha ya mtu. So nazungumza hii kitu, ila kuna mtu ananitazama. Hiyo kampuni inataka kufa, biashara inataka kufa, vitu haviendi. Umetembea kwa waganga, umetembea kwa matabibu, fedha imeisha, mali zimeisha, nyumba umeweka rehani, gari umeweka rehani, viwanja umeweka rehani, biashara umeweka rehani. Nataka nikwambie, mikono ikifunguliwa utalipa madeni kwa wepesi. Mikono ikifunguliwa utapata fedha, utanunua mashamba, utafanya biashara na biashara zitakuwa hai.
Na ndio maana kuna mtu anakuja kukusalimia. Akikusalimia ukimpa mkono, kama mikono haina nguvu, neema ulionayo inaondoka, nyota ulionayo inaondoka, kibali ulichonacho kinaondoka. Kwa nini? Mikono. Kuombea kazi ya mikono ni uponyaji wa uchumi, ni uponyaji wa ndoa, ni uponyaji wa kizazi, ni uhakika wa kuilinda familia yako. So mtu wa Mungu, leo mimi naungana na wewe, nataka tuiombee mikono, na tutakapo ombea mikono, kuna kitu kinaenda kuzaliwa, na kuna uchumi mpya utazaliwa kwako, kwa sababu mikono yako itakuwa imefunguliwa.